Bro, mtu ambaye anaimba wimbo Mungu amempa atamwambia na cha kuvaa. Kama anakupa cha kusema, hawezi kunyima cha kuombea ukivae. Moyo anaangalia Mungu, sio angalia unachokiona. Moyo wako sasa tuone. Kubwa. Ili mic ya Music Zone na tuko na Samsari kiongozi kabisa kaka mkubwa. Habari? Poa poa mkubwa, vipi? Salama kweli. Fresh. Kama ligado. Sawa kaka, leo kwenye uzinduzi wa tuzo za AGA tumejihusisha mambo mengi sana yamezungumzwa ndani, kusema swala mazima ya wasanii wa gospel, lakini kikubwa ambacho kimezungumzwa zaidi ni kusema swala zima ya kujipromote wasanii kama wasanii. Unahisi gospel, wasanii wa gospel Tanzania nini wamekosa sana kwenye masuala mazima ya kidigital na masuala mengine kama information, yani taarifa, lakini pia na namna kuzipata hizo taarifa. Utaona leo wakati mzungumzaji anazungumza kuhusu digital platforms, namna kutengeneza fedha kupitia digital platforms, namna kujipromote, muda, alipozungumzia artist calendar, ndio kama vitu vipya kabisa vinatokea. Wengi wameweza kupromote, pandisha wimbo, tuma wimbo, washikaji muucheki. Asa kwa dunia sasa mambo yamebadilika. Kwa hiyo nadhani kitu kikubwa ambacho watu wamekosa ni ile knowledge, yani maarifa ya namna ya kufanya. Na leo Kim alikuwa anafundisha hapa, ambaye Kim anamsimamia Zuchu pamoja na Diamond kwenye digital platforms. Alikuwa anashare namna gani wenzetu wanachokifanya na sisi tuweza kufaidika kupitia digital platforms. Alisema mwanamuziki leo wanashindwa kufanya mambo makubwa kwa sababu hawana kipato, lakini kwa anatufundisha namna gani mwanamuziki wa injili anaweza kutumia digital platforms kutengeneza milioni 10, milioni 30, milioni 50 tumia muziki wake wa injili. Kwa hiyo ipo haja ya kutengeneza maisha kupitia maarifa mapya ambayo wanamuziki wengi wa injili hawana hayo maarifa. Au hisi kwa sababu ya lebo, hakuna lebo za gospel kwa bongo, hiyo pia ni chachu mojawapo inayofanya wasanii wa bongo wa gospel wasiende mbele? Lebo zipo, nazijua baadhi ya lebo, lakini sasa pia hizo lebo hazina hayo maarifa. Yaani lebo zipo kwa ajili ya YouTube, lebo zipo kwa ajili ya kupeleka to Boomplay, lebo zipo kwa ajili ya kupeleka namna hiyo. Yaani wao pia ni kama mawakala tu ambao nadhani kwa sababu artist hawezi kwenda link ya moja kwa moja, kwa hiyo watu wanapelekaga kule bila kuhakikisha kwamba mwanamuziki anakuwa na kalenda, anakuwa na ufahamu yeye mwenyewe, pia anaelewa. Na wanamuziki wengi wa injili pia wanapoteza fedha zao kwa sababu mfano wakati Kim anafundisha alisema zipo platforms wanazokata na unazolipia kabla. Lakini tukaenda ile mwanamuziki anaipata yule wakala ambaye mimi nawajuaga, na yeye pia anakata cha kwao. Kwa hiyo kama mwanamuziki anakatwa mara mbili, inakatwa na platform kwa kuendesha ile kama service charge, na yule wakala alikupeleka pia kama winga tuseme, naye anapata cha kwake. Kwa hiyo mwanamuziki anapunjika. Lakini kama umetuambia ipo uwezekano wa mwanamuziki kujimanage mwenyewe kutumia hizo platforms iwapo anakuwa na ufahamu wa kutosha kwenye haya mambo. Kwa sasa hivi ukiangalia bongo, muziki wa gospel unaona unaelekea wapi sana? Muziki wa bongo unakuwa, takwimu sahihi kabisa za mwaka 2025, 2024, 2025. Muziki unaongoza kusikilizwa sehemu nyingi na muziki wa gospel. Muziki unaongoza kusikilizwa sehemu nyingi na muziki wa gospel. Na sio bongo flavor. Gospel inasikilizwa msibani, gospel inasikilizwa kwenye daladala, gospel inasikilizwa kwenye harusi, gospel inasikilizwa hadi bar wanasikiliza gospel. Kwa muziki unaongoza kusikilizwa sehemu nyingi ni muziki wa gospel. Ingawa wasikilizaji wake wanagawanyika, lakini sehemu nyingi ni muziki wa gospel. La pili, kati ya vitu vinavyoongoza kusikilizwa kwenye platform social media ni mahubiri. Yaani baada ya taarifa za habari na nini, namba moja ni soka. Namba 2 ni habari. Namba 3 ni mahubiri. Kwa hiyo muziki wa injili umekuwa umeovertake, maana kwamba miaka 5-10 iliyopita gospel ilikuwa isikilizwa ba. Kwenye redio za kawaida za redio za secular gospel ilikuwa zichezwa. Na sasa kila redio ina kipindi angalau cha gospel na mnagano. Kwa hiyo maanisha gospel imesambaa, gospel kama gospel. Kwa muziki unakuwa. Ni kiasi sasa muziki wenyewe pia kukua. Muziki unapokuwa na wenyewe wakue. Muziki unakuwa wao hawakui. Hapo kwenye changamoto hapo tatizo. Yes, sasa hiyo ni tatizo kubwa sana. Na namna kubwa ni namna kujibrand, namna ya kumarket na namna ya kuuza muziki wenyewe. Kwenye branding tuzungumzie hapo. Unahisi waimbaji wa gospel wa bongo wako nyuma sana kwenye swala zima ya branding? Sio tu nyuma, wako nyuma mbali. Wako nyuma sana. Yaani nakupa mfano, tafuta mwanamuziki hapa wa injili, jina lake unalijua, nenda kwenye page yake. Ulitegemea angejibrand kama mwanamuziki, tenda kwa kuta performance hii na nini. Kana kule.
nakuta viatu, sijui mosimo nini, anaongea mambo ya matunda, kwa sehemu nyingine anakemea watu, huyu ni mlezi au huyu ni nani? Kwa kuna a lot of contradictions ambao wanashindwa kujibrand yeye mwenyewe kama brandi mwanamuziki namna fulani. Inategemea mimi ukiona hapa mtu wa habari au kimwona mtu ni MC, cha kwanza kwenye page yake yote anasherehesha sherehe ili watu market. Wanamuziki wa injili wengi tukapigia wamefeli. Hapo ndo wamefeli zaidi. Wamefeli zaidi. Kwa sababu wanavyopost sivyo vinavyowahusu. Sivyo, anaposti tu maandiko, anaweza kuposti maandiko, yeye ni mhubiri. Aposti amefanya engagement hapa, amefanya engagement na jamii, alienda kuhubiri, alienda kuimba kwenye shule, alienda kwenye event alikuwepo juzi kati, au kuna anaelezea wimbo wake, anaelezea wakati na wimbo unaopata nilikuwa bado nimepata ajali. Yaani kuna vitu vya namna hiyo ambavyo akielezea kwenye page yake vina portray kwamba wimbo ulitokana na kitu fulani. Yaani kuna uhusiano baina ya wimbo na tukio. Ili watu unajua kwenye interviews nyingi sasa watu wa gospel wanauliza tu mambo ya kawaida. Wimbo ulitunga lini? Wimbo unatoa albamu yangu na nini? Hakuna personal content. Mfano unajua mimi mwaka 2016 nilipofeli form 4, nilikuwa nimekwama kabisa. Sina cha kufanya, ndio nikapata haka kawimbo. Anakaimba kale kawimbo. Kwa hiyo inakuwa ni bonge ya content na inakuwa na kile kinachoitwa relevance na uhalisia. Kwa mtu mwingine sasa, unajua hii situation kama hii hapa, ndio mwenzangu alipata kitu cha namna hii hapa. Sasa huo wimbo ulipotokea, wimbo unasikia tu unazinduliwa. Kwa mtu anaona fresh tu kama kitu cha kawaida. Kwa hapo nakosea nadhani. Okay, sawa. Kwenye swala zima pia la branding, tuzungumzie masuala ya mionekano ya wasanii na reaction ya jamii pia. Kwa sasa tumekuwa tunashindwa kutofautisha wasanii wa gospel na wasanii wa hip hop na mambo mengine kama kwa sababu mavazi na wekaji wa nywele. Unahisi tunaweza tukamtafsiri gospel kama ni mtu wa jamii sana kwa namna anavyovaa, namna anavyonyoa na namna anavyojiweka? Gospel ni gospel tu mwanangu. Yaani Biblia imeeleza mahali kwamba tusifuatishe namna ya dunia hii ilivyo. Lakini tuna wanamuziki wengi sisi ambao wanafuatisha. Yaani mtu unashangaa mwanamuziki wa injili anafanya performance amevaa nguo kama night dress. Inamuonyesha kabisa alivyo. Inaonyesha nguo ameenda, inaonyesha michoro ya nguo za ndani na mbana. Kwa hiyo unakuta unaanza kufanyika kwazo kwa watu wengine. Wanavutamani kutazama baada ya kupokea ule ujumbe tena pale wanaanza kuangalia michoro, vitu vya namna hii hapa. Unajua kila nguo ina mahala pake. Kama unaenda kufanya kazi wa buchani, utategemea utavaa overall, utavaa kale kadude keupe kale. Kama mtu ni wa gereji, hata vaa nguo za madaktari. Vivyo hivyo tunaamini mtu anayefikisha ujumbe fulani, mwanasarakasi anavaa nguo kutokana na kazi yake anaenda kuifanya. Tunategemea muziki wa injili kwa kweli ni barua inasomwa na watu wengi, basi inabidi afananie vile ambacho anakuwa anakifanya. Wao wamesema angalia nilichobeba muoni mwangu, sio nilichovaa. Sawa, wewe una sisi tuangalie muone wako tunauonaje? Sisi tunaangalia tunachokiona. Moyo anaangalia Mungu, sisi tunaangalia tunachokiona. Moyo wako sasa tuone. Kwa hiyo tunabidi tuangalie moyo, hiyo ni Mungu. Sisi tunaona hiki hapa. Na Biblia inasema ole wake mtu anasababisha makwazo. Sasa sisi hatuoni moyo. Inawezekana moyo wako ni msafi. Nguoje? Bado hawafanyi sahihi. Haiko sahihi. Na mtu aliwaambia kuvaa vibaya ndo usanii nini? Hapo tunashindwa kuelewa. Yaani artist haimaanishi uwe uchi. Artist ni sanaa. Wana muziki tu, hata wengine wa kawaida wa secular wanafanya vizuri kuliko na muziki wa gospel. Lakini sisi tunadhani kwa sababu tunataka tu trendi, wataka uwe content, si na nini. Baada tufanye huduma sizi, ni content creator. Kwa hiyo wanakuwa tu atuongelee wimbo alioimba, tuongelee vazi alilolivaa. Hiyo ni content tu ambayo inaenda viral bila sababu ya msingi, kwa sababu umekosa message. Bro, mtu ambaye anaimba wimbo Mungu amempa, atamwambia na cha kuvaa. Kama anakupa cha kusema, hawezi kunyima cha kuombea ukivae. Kwa hiyo wengi sisi ni utetezi. Kwanza watu wengi wanaongea kwamba Mungu anaangalia moyo na nini? Ndio wanajitetea. Mungu anaangalia moyo, huwa anadili na mtu hadi muonekano wa nje. Kubadilika. Ndio maana Biblia tunaambia kama unaona Petro asema, wewe mbona hata kutembea, hata kusema. Kwa kuna namna ya usemi, kuna namna ya mwenendo ambaye watu wakiona wanasema wewe sio mwenzetu, wewe ni mtu wa kule. Kwa hiyo ni muhimu sana watu wa gospel kuelewa kwamba Mungu anaangalia moyo, sisi tunaangalia mwili. Kwa hiyo hapo ndio unapokosea zaidi. Kabisa. Shukrani sana. Pamoja sana mwanangu. Shukrani.